Zo, popote ulipo, iwe kusini, mashariki, magharibi, kaskazini, uniote, uniwaze, unifikirie mimi kila muda, na hata ukinywa maji unione kwenye glasi. Ndakupata tu, lazima nikupate. Mimi na mimi hata wanawake. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa mwingi wa mbingu. Maisha yetu na somo tunajifunza uchungu na subira, tukirudi kwenye dua ya alfajiri. Nero, karibu sana. Hapa ndo napoishi mimi, so naomba ujisikie huko nyumbani. Asante, ni pazuri, umejitahidi. Kwanza kabisa nitanguliza shukrani za dhati kwa sababu umenifanya najione mwanaume mwenye bahati ya pekee sana. Umenivisha thamani na kuonyesha moyo wangu kuwa mimi na thamani kuliko wanaume wote. Kiukweli sikuwahi kufikiria kwamba kuna siku nitajisikia amani na furaha na faraja ndani ya moyo wangu. Na kwa asilimia ambazo nazisikia ndani ya moyo wangu, naona kuna uwezekano mkubwa wa kufanya kitu chochote kwa sababu yako. Ili mradi furaha na faraja ninayojisikia hivi sasa ibaki kwa upande wangu daima. Miriam, kiukweli niko radhi kubadilisha dini kwa sababu yako. Moyo wangu unakuhitaji. Mimi nakupenda sana. Subiri kwanza. Nisha kuelewa maneno uliyoniambia, lakini sitaki nikuelewe tofauti kama ninavyokuelewa hivi sasa. Najua natambua kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani. Hata nilivyokuja humu ndani nimefanya makosa na ni dhambi niliyoifanya. Naona muda umeniishia, naomba niruhusu niende. Samahani. Sikujua kwamba itakuwa ni makosa kiasi hicho, kwa sababu tayari umeshamkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu yangu. So naomba unisamehe sana. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo ndo unataka kuondoka sasa hivi? Ndio. Sawa. Kweli? Sawa.
Lazima tangaza 10,015 kutokana na mzunguko ambao tumeufanya. Masi unajua chombo cha kwangu hichi chombo cha watu, kwa lazima nirejeshe. Na tumeshinda wote. Nisiporejesha hapa lazima ndio hivyo, tuna kazi lazima nikose. Na mimi ukawa namkia nyumbani mimi siwezi. Bwana nikae na kaza hivi hivi. Mdogo wangu kuna matatizo. Akili yako inakuenea sawa sawa? Kwa nini hujafikiria kwamba huyu ni nani niliyembeba kwenye usafiri wangu? Sablaza hichi chombo cha watu. Kwa lazima nirejeshe pesa ya watu. Siwezi kupeleka pikipiki haina mafuta, haina hela pia. Nataka mimi ni Mswahili. Kwa hiyo niangazia hata 10,000 au 15,000 ili niweze kupeleka. Mimi nimekubeba toka ukiwa mtoto. Haujanilipa hata shilingi 10. Nimekutoa tena kijijini, nimekuleta mjini. Bado huna fadhila. Hizi dakika 2 unasema nikulipe? Basi nipe hata 8,000. Wewe baba wewe utakuwa una akili. Na kama maisha yako ni hivyo, huwezi kufanikiwa mdogo wangu. Ila nataka kukwambia jishikilie. Mwevi alitoa tamko, akaacha mababu wadi. Sasa mimi chombo cha watu hichi hakina mafuta. Sasa mimi nakirejeshaje pikipiki? Sina hata 100 mfukoni. Mtu anamwambia ndugu wengine wanajiangalia tu wenyewe, watu angalia na sisi. Sasa mimi pikipiki ya watu nitapelekaje? Naweza kusukuma tena pikipiki saa hizi hapa mafuta. Na sina mtu kumwambia niazime yeye tu kwamba niweke mafuta. Nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Maisha yetu na somo, tunajifunza uchungu na subira, tukirudi kwenye dua ya alfajiri, tukisema Mola tuongoze njia. Jemishe anapiga rangi, pesa za majini zimempofusha, vyumba vimejaa vitu vipya, mioyo imebaki. Wife. Mashetani wanamuita kwa majina, wanampa sifa za uongo. Mke wangu, nisikilize basi kidogo. Ina maana bado tu unanichukia, bado una hasira na mimi tu mke wangu, na shida ni ile ile tu ya kumfukuza hapa shehe wako. Hapana mwanangu, niko sawa. Sawa. Unajua mke wangu, kuna vitu navimisi kwako. Unajua sija kuzoea ukiwa hivyo. Mimi nimekuzoea, tunafurahi, tuna enjoy. Hata kama ni mwezi wa Ramadhani tunaswaumu, tunakuwa na furaha. Lakini ukiwa hivyo mimi sijisikii poa. Okay. Sawa. Natoka naenda kwenye mihangaiko yangu. Sawa. Mwanangu, kwa vitu nataka nikuombe. Niombe tu, amna shida mke wangu. Na shida ya 50. Sasa kwa nini mpaka utumie kuniomba sana wakati mimi ni mumeo? Niambie tu mume wangu, na shida na 50 basi. Yeah.
Sasa kuna kingine labda? Okay. Sawa, ni safari njema. Najua mimi nimezoea nikikwambia mimi naondoka, unaniambia haya mwanangu bye. Bwana, mwezi wa Ramadhani huu. Kila ahadi tulioapa ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Maisha yetu na somo tunajifunza. Kama nilivyokuambia kwamba mimi niko radhi kubadilisha dini kwa sababu yako. Takupigia baadaye. Mjomba. Naam mjomba. Nilisikia vitu kwamba unataka kubadilisha dini. Sio tena masuala ya ujana mjomba. Mlete sasa mjomba, muda ndo huu. Unafeli wapi? Hamna mjomba, unajua wanasema kwamba haraka haina baraka, na hili swala ni kweli, ni ibada pia, lazima ufuate sheria na taratibu zake. So kama nilivyokuambia hapo awali kwamba hawajambo nivukie huko mjomba. Sawa, lakini kuna wakati natakiwa nikiwa nakuja nasikia mapokonjali, harufu. Sinajua tena mjomba. Hamna mjomba, hilo swala linawezekana pia, tuombe uzima. Sasa huyu ni jamaa wangu anaitwa Ramso. Ramso. Nimekuja naye hapa, kuna mambo nataka tuwafanye kidogo. Karibu. Asante. Mimi naitwa Jile. Anaitwa Ramso kama alivyokuambia. Sawa. Karibu sana. Asante. Basi bwana, tuko ndani. Sawa mjomba, ngoja mimi nifike ofisini. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wewe ndo unaipiga honi? Ndio boss. Sasa honi za nini wakati mimi na taarifa zako? Hauna simu? Hauoni kama unapiga kelele watu wanaweza kashtuka huko ndani? Wewe ni pi ndo nini sasa? Haya. Niambie umekuja kufanya nini? Maana simu zako zilikuwa ni nyingi sana. Bosi, mimi niko naomba siku ya leo niwekee deni, maana hali ni ngumu sana. Kuanzia asubuhi mpaka saa hizi saa 10 na 3,000. Kwa hiyo wewe ulitaka mimi nifanye nini? Sasa bosi, wewe mwenyewe ukiangalia hali ya hewa ieleweki. Mvua inataka kunyesha. Na wewe toka asubuhi mpaka saa 10 na 3,000 na mafuta humu sina. Kwa hiyo nilikuwa naomba hiyo 3,000 nikaweke mafuta ili nianze. Nitakayoipata kesho nijazini kuletea ambayo ni 14,000 kesho nikuletee bosi wangu. Nisikilize. Nenda kafanye kazi kwa haya masaa yalobaki. Saa hizi ni saa 10. Bado una masaa 2 ili ueneze hela yangu. Na kama umeshindwa kazi niambie. Hapana bosi, hali ni ngumu sana. Nisikilize. Mimi sina deni kwenye masuala yangu ya chombo changu. Kafanye kazi uniletee hela yangu. Na sitaki masiara kwenye hili. Mteo Swahili wewe. Ni mtoto wa mjini. Uga. Cheka tukiwa umati, usiku tukabaki peke yetu, machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka. Kila ahadi tulioapa
ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa mwingi wa mbingu. Maisha yetu na somo tunajifunza